Kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Hii inaongelea kuhusu Yakobo. Mnamkumbuka Yakobo vizuri sana. Yakobo alimtumikia Mungu kwa nguvu zake zote. Lakini kuna wakati ukienda mlango wa 31 mstari wa kwanza, utapata ya kwamba Yakobo alisikia wana wa Labani wakilalamika. Walikuwa wanasema vipi? Walikuwa wanasema Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Na Yakobo aliposikia hayo alishangazwa sana, kwa maana yeye alikuwa amefanya mambo yote, amemtumikia Mungu kwa nguvu zake zote. Na Yakobo alisema nini mstari wa 7? Na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Amen. Ukifuatilia hadithi ya Yakobo itakuhimiza maishani mwako. Mungu atasimama na wewe kupigania hadi wakati wa mwisho. Hata watu wakuseme nini, hata watu wakuseme vibaya, hata ubaki peke yako, hakuna mtu yoyote ataweza kukutisha. Mungu ndiye tegemeo la maisha yako. Amen. Haleluya. Usiwahi jidharau katika maisha. Usiwahi jiacha ukasema ya kwamba nimeisha. Hujaisha, wewe unaishi na Mungu aishie milele. Haleluya. Amen. Na kwa hayo ninataka tusimame niweze kuabudu wimbo mmoja, na mtumishi wa Mungu ataweza kukaribia tusikie neno la Mungu. Haleluya. Chukua tu muda huu, mwambie neno Mungu, neno moja, maneno mawili kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Anapofika kwenye madhabahu haya, tunakataa roho ya confusion, akaweze kuhubiri neno ambalo litaweza kutusaidia sisi katika maisha yetu. Amen. Omba tu neno moja, mwambie tu Mungu kitu kimoja, mwambie tu kitu kimoja, neno moja tu ya mtumishi wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakutembeleza kwa masaa haya, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Anakuja Baba kutupa neno lako, kutumikie katika level ya juu, kutumikie masaa haya katika jina la Yesu Kristo. Kila mwovu shetani na maneno yake anayekuja kumletea confusion, asifanye akaweze kuhubiri neno lako. Ninakataa, ninavunja, ninateketeza katika jina la Yesu Kristo. Ataweza kuhubiri neno lako kwa amani, utaweza kumpa maneno yaliyo yako na uminyang'anya yaliyo yake katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa maana wewe ni mweza, ni asante kwa maana unatosha. Ninajua utasimama naye, utampigania, utamtetea, nasi tunaposikia neno hilo ukaweza kutupa masikio ya ndani
You are in the house of your Father. Be happy now, be happy now, be happy now. You have friend when is not happy. Toroka penyako, we need somebody who happy. No matter how situation it is, you must maintain your happiness. Praise God. Maintain your happiness. Angalia jirani, touch your neighbor. Muulize, are you happy? Are you happy today? Are you happy today? Wapi acheke kidogo tujue. Pigia Yesu makofi mazuri if you are happy. Celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Hallelujah. Touch your neighbor. Listen. So are you happy today? Jada, you have your neighbor. Turn to her. Ask him if she's happy today. Praise God. Because the Bible says, "Furahini katika Bwana, katika Bwana siku zote." No matter how situation it is. Unajua korokoro imepanda. Taidani Pastor Fred amesema kwamba tulenge stress, tukue juu ya hiyo stress ya korokoro ya unga. Lenga stress kuwa juu ya korokoro ya unga. Hallelujah. Lenga stress ya sukari. Hallelujah. Watajua wajui sisi ni wa Bwana. Kama wataka baraka mwambie Yesu. Kama wataka baraka mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu anaweza. Sema. Praise God. Usikubali adui yako asherekee. Najua kuna wale tuko na adui hapa ndani. Bwana asifiwe. Ama ujui kuna adui wa kiroho. Wakukushikia anga. Na shika anga Pastor Fred akifika kwa madhabahu achanganyikiwe. Kuna watu wa hiyo type. Sema fire. Lakini sasa sisi pia tunawakamata. Inua mikono, sema aliyefunga anga yangu. Namkamata mchana wa siku ya leo. Leo niko kwa nyumba ya baba yangu. Na ninajua ananipenda. Kama vile ninavyompenda. Ninakuomba Bwana. Tuma malaika wako wa vita. Juu ya wote walionifungia baraka. Juu ya wote waliokinyume na mimi. Wote waangushe chini ya miguu yako. Waangushe chini ya miguu yako. Na wakanyaga. Na wakanyaga. Na wakanyaga. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea amani kwa jina la Yesu. Amen. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Amen. Pokea fedha kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kibali cha kupokea vyote. I want. Have a Bethsaida. Yes. Na ninatuma favor to you. Receive all from us to your God. Let your God give you now. Receive that favor. Receive that anointing. In the mighty name of Jesus Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno. Sema nasi. Sema nasi. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunatangaza utawala. Tawala manako. Tawala mili zetu. Tawala watoto wetu. Hawatakuwa vikwazo kwa neno lako, bali Bwana uwape amani na utupe amani pia. Ni kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Pigie Yesu makofi mazuri. Keti chini kwa jina la Yesu. Na unisaidia Asha, mtu asikuwa amelala kwa mti nje, maana alikuja kanisani. Sema amen. Na imefika masaa ya kumega, awe mtoto awe nani awe ndani, ili abarikiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Serve by your power. Praise God. Our topic of the day, serve by your power. Amen. Tumika kwa nguvu zako, bila kuangalia unapata nini kwa kila ambacho unajitumikia. Amen. Amen. Na naongelesha Wakristo wa JCC. Amen. Tumika kwa nguvu zako, bila kuangalia jirani, bila kuangalia ndugu yako, bila kuangalia mume wako au mke wako, bila kuangalia kiongozi wa church au kiongozi anayekuongoza au mchungaji. Tumika kwa nguvu. Sema amen. Amen. Wakati mama amesema, Biblia imesema ya kwamba Yakobo akawakumbusha wa familia wa Labani ya kwamba nimemtumikia baba yenu kwa nguvu. Praise God. Amen. Nimetumika kwa nguvu hata baada ya kubadilisha wanyama wangu. Akabadilisha, alipoona wale aliniambia madoadoa wamekuwa wengi, akabadilisha. Akasema warangi, akaona wamekuwa wengi, akabadilisha. Sikuchoka, nilitumika kwa nguvu. Bwana asifiwe. Leo nataka kuongea na Mkristo yule yuko tayari kutumika kwa nguvu. Amen. Use your power to serve your God. Amen. Praise God. Amen. Najua kuna wengi wanajua wakiwa kwa madhabahu au kanisani wanafurahisha mchungaji. No. Ambia jirani, hapo umekosea. Unatumikia Mungu wako. You are serving your God. Mwenye unatarajia aachilie blessing kwa maisha yako. Hautumiki mimi, hautumiki apostle, hautumiki Pastor Fred, hautumiki jirani au kiongozi wako. Unamtumikia Bwana. Unahitaji kumtumikia kwa nguvu. Amen. Kusa jirani, mwambie wewe tumika kwa nguvu kuanzia leo. Kuanzia leo tumika kwa nguvu. Usilazimishe. Ukiona mtu aongei ana shida, sema wewe. Ndio jirani muulize, ni wewe ama umetumwa? Unajua unaweza kuwa hapa na umetumwa. Bwana asifiwe. Lakini mwambie hata kama umetumwa, tumepita hiyo vitumo vyako. Wewe sema tumempita. Sema amen. Wacha nisikie wale wamempita, shangwe na vikelele. Wale wamepita Mungu za kichawi za Illuminati. Vikelele kwa Yesu. Wanakuwe. Hata kama wamekutuma, tumekupita. Amen. Lazima tubarikiwe. Amen. Maana lazima tutatumika kwa nguvu. Naongea na mwimbaji, naongea na kiongozi wa ibada, naongea na washirika. Tumikia Mungu wako kwa nguvu. Tumika, amua kutumika. Na ukitumika tumika. Na ukitumwa jitume. Ukitumwa na Baba jitume. Fika kwa wakati. Ukiwa hapa Morning Glory umetumwa. Ukiwa hapa Lanjaro umetumwa. Ukiwa hapa Evening Service umetumwa. Wacha malazi tumika.
kwa madhabahu. Uligonga every evil altar. Every evil altar. Unielewi. Hadi jirani hauelewi. Hautalala tena. Hautatumika kwa wachawi. Hautatumika kwa misukumo. Utatumika kwa Mungu. Utatumika kwa madhabahu. Utatumika kanisani. Hata kama uko unasema utatumika kuwainua miungu yao iliyokufa. Kuna watu wanatumika kubeba blanketi. Kuna watu wanatumika kupelekea waliokufa. Leo nakutangazia, hautatumikia waliokufa. Hautatumikia nyanya zako. Hata wale haukuwaona. Utatumika kwa nyumba ya Baba. Utatumika kwa nyumba ya Baba. Yakobo akawaambia, nilitumika kwa nyumba ya baba yenu. Akanidanganya, akanipea Raheli, akanipea Lea. Sikuchoka. I use my power. Fire! Hallelujah. Akawaambia, nilitumika tena miaka 7 kwa nguvu zangu. Sikuchoka. That's why kuna wale wamejaa hasira. Wakivunjwa moyo hawatatumika tena. Wakikasirishwa hawatatumika tena. Wakipewa punishment ya madhabahu hautawaona tena. Lakini kuna wale kama Yakobo. Kuna wale wa Yakobo. Kuna wale wa Israeli. Kuna wale wametanishwa na Israeli. Hao ndio Bwana anawaangalia. No matter what, no matter who it is, just serve your God by your power. Use your energy. Use your power. Serve the mighty God. Hata kama amesimama akasema uweze, piga rivers tena. Weka gia namba 1. Anza kuenda. Anza kuenda. Maana kwa kuenda kuna kubarikiwa. Kwa kuenda kuna kuongezeka. Kwa kusonga kuna kuinuliwa. Kwa kusonga kuna baraka. That's why kuna watu hawabarikiwi kwa sababu wamejiamini kwa kutumika kwa miungu. Wakiitisha blanketi ya nyanya wanakimbia, lakini kanisani wanakuja mikono mitupu. Yani wanapea aliyekufa na aliye hai hawamopei na kuombea kwa jina la Yesu. Can't you never name my neighbor? Serve your God. Use your power. Use your energy. Use your financial status. Serve your God by power. Serve your God. Ukisimamishwa leo, usifikirie leo ndio unakufa. You are still living. Amen. Unakolektiwa your mistake. Wewe endelea kusonga. Wakikusimamisha, anza kukuja saa 10 ya usiku. Endelea kutumika. Wewe kuja kwa madhabahu. Lala kanisani. Wewe kuwa na ile passion. Jitume kwa maombi. Jitume kwa ushirika. Jitume. Maana kupitia hiyo. Lazima. Haushindi Yakobo. Yakobo alitumika. Wakampea Lea. Hakukataa kazi. Aliongeza masaa ya kazi. Aliongeza bidii ya kazi. Maana alijua nikicheza sitapata huyu Raheli wangu. Aliongeza bidii. Serve your God by your power. Let me tell you my secret. Hata uniseme, hata unidharau, hata unitukane, hautaua my passion. Nitaendelea kutumika. Lakini mimi naendelea. And let me tell you the secret of our God. Wale wanakasirika kwa wale wafanyao mema. Hao wanaokasirika hawabarikiwi. Wale wanatangilia kwa mema wanabarikiwa. Wale wanaona
akitiwa mafuta, akikorektiwa anakubali, akishushwa anakubali kushuka, akiinuliwa anakubali kuenda, lakini anaongeza bidii. Ukipata mtu kwa ofisi anaweka bidii ya juu mpaka apewe cheo. Kama anafaa fike saa 2 anaanza kufika saa 1, hata ikiwezekana saa 12, kwa sababu anajua kile Talala ukifurahi utakula chapati, ukifurahi mimi nitalipa, ukifurahi shamba utanunua, ukifurahi biashara utafungua, ukifurahi watoto watapenda. Wacha niseme, wacha hata ukiketi tumesimama, tutabarikiwa tuliosimama. Hata Musa pale jangwani alisimama akabarikiwa, alisimama. Chapati zikashuka, alisimama, maji yakakuja. Wacha niseme, wacha niseme. Sikia, soma hicho kitabu tena, 31:6 Genesis. Nataka ushike kitu hapo. Yakobo, anapenda hiyo roho ya Yakobo. Yakobo hakukuwa wasiwasi. Yakobo hakutegemea kiongozi ya mwongozi. Alifanya kile ambacho akili zake zinamwambia kiko sawa, mbele za Bwana, mbele za wanadamu, na mbele za bosi wake Labani ambaye ni mchomba wake na ni baba mkwe. Tena indapo lakini unapata Mkristo wale ajua chenye kinamleta chache. Hata kuna wale unaona bana sio. Ndio unaona kuna washirika hawajua na kujanga chache hii. Anakuja na inua tushinda na aposta yuko. Hajui anakujenga chache kwa nini? Sema anaanza kusumbua asha. Aposta yako. Go deeper. Hajui kile kimemleta. Lakini kuna mtu ambaye yuko serious, ambaye anajua nilikuja kwa ajili ya Mungu. Nilikuja kwa ajili ya Mungu wa Israeli. Ndio huyo amekaa hapa chini. Ndio huyo amekaa chini. Jipigie makofi. Apostle anaweza kosa kukua, lakini roho na ile spirit ya Bwana amepanda ndani mwake. Iko kwa haya madhabahu. Iko kwa haya madhabahu. Washirika kujana. Anajua posta ngapi na pasipoti hapa na Fred. Sio kazi ya hapa Fred jua hapa. Acha nishuhuda kaburi. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote anakosa adabu wakati wanaabudu anakuja usambasi. Posta. Sema fire. Angalia jirani mwambie kama unaiona tabia koma. Huwezi chunguza baba yako mpaka mahali analala. Huwezi chunguza baba yako mpaka kwa bedroom. Hiyo ni sawa na kuchunguza baba yako mpaka penye analala. Unataka ujue amevaa nguo gani.
gani? Ya nje gani? Mafuta ni gani? Kuuliza. Mtu kama huyo ukiona anakuuliza, jua ndio huyo wa kuingia bedroom ya baba. Haleluya. Nani anahubiri? Pastor Fred. Si apostle. Narudi apostle akiombea watu. Biblia inasema na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Huyo ni sawa na ule wa kulaaniwa. Lakini yule amekuja kwa ajili ya Mungu. Hata si apostle, si Pastor Fred, ni Shadrach, kaleo ameacha kidogo. Hata toka kanisani. Hata sikiza injili. Amenipa sasa. Wakati mama amesoma neno, nikasikia hili anafaa kuingia mtu. Shauri makulia machozi. Tuache hizi tabia. Eti baba yuko, sisi tunakuja tukileta. Baba yuko. Baba yuko. Kitaka kujua ni baya. Baba shida. Watu watakule, tunafungua Facebook wana left. Naenda Twitter wana left. Nakuja Messenger wana left. Unaenda WhatsApp wana left. Kwa sababu hiyo tabia unaichengea misingi. Yes. Wewe wakufika kanisani unaona hakuna pasi, unashika njia. Unachenga misingi. Ukitaka kujua inaumiza Bwana, wacha utakuwa na harusi my friend. Ni harusi ya kula michele lakini watu hawaingii. Hata usikiwa kukutia moyo, dada hiyo harusi yako tutakuja, tutazaa. Unaona watangaza harusi, hawa wa kusimamia washughuliki na uniform. Unataka kusema wamenichukia, lakini tabia zako za kutumika ukiwa hafifu ndio zinakukula wewe. Tabia za kuenda kanisani hafifu ndio zinakumaliza. Sihitaji apostle, nahitaji Mungu wa apostle. Sihitaji apostle, nahitaji anointing ya Mungu wa apostle. Yule ambaye mtuma kwa madhabahu, huyo ndio nakuja. Kwa sababu tayari alitumika kwa kujenga madhabahu. Sitakaa kwa madhabahu. Enda hako kama yuko. Enda hako kama yuko. Nitatumika kwa madhabahu yake. Go deeper. Nikujue.
wa apostol. Lakini ukiona mwenye anakuja anatambua hayuko na anaingia na anaanza kuomba, jua huyo ni wa Mungu wa apostol. Huyo ndio anapenda mwabudu Bwana. Hey, apostol akanahubiri Nairobi ama ako hapa anamwabudu Bwana. Anakuja apate benches, haulizi Barcelona yuko wapi, anaingia kwa magoti anaanza kuabudu. Wacha ushamba wa kiroho. Wacha ushamba leo. Hata kuna mwenye nilisimama kwa madhabahu akasikia tu kama atapasuka. Wayelo yumu. Hallelujah. Unabawa serikali na Yesu. Lakini kuna yule amekuja kusikiza. Yes. Mimi ni chombo tu. Yes. Ninatumika tu. Hii nakupea nimepewa tu. Wewe unahitaji kuipokea. Gusa jirani mwambie ipokee jinsi ilivyo. Usiangalie sauti, usisikize sauti inayotoka. Hata kama inatoka kama mluya original. Wewe usiangalie hiyo. Pokea tu vile inakuja. Pokea hiyo ikusaidie. Bwana anataka wanaomheshimu, wanaomkubali kwa jinsi alivyo. Hata mtu akisimama hapa na ni mlevi na ametumwa na ulevi wake, msikize tu. Akimaliza aende, pokea kile amekupea. Hicho ni cha Bwana. Wacha masengenyo. Umesengenya hata Biblia unasengenya mpaka pasta wako wa ushirika. Ukienda kwake unaanza kuchunguza ni nini hana, ni nini anayo. Kama unajua hana, mpe. Beba ya kwako peana. Wacha masengenyo. Ukienda kwa ushirika ya mtu akupe sonti kunywa. Kama utaki toka enda kunywa ya maziwa ya kwako. Kama maziwa tutatumika. Kusa jeruma pia nitatumika. Sitaangalia background ya mali pale. Nitatumika kwa jina la Yesu. Mungu ameniambia hivi. Kile kinakuwa ni madharau, unafikiria ni ya Mungu na ni ya kishetani. Yona mtu vile anadharau, anafikiria kwa kiroho. Mpaka anaanza rakaba, hiyo ni dini ya kishetani. Hata kama ni kukosa mimi sijawahi fikia huyo, hiyo ni dini ya kishetani. My friend, kumbuka anaweza kukupita ukiwa pale umesimama. Unadharau. Sasa mtu anadharau kiasi mwingine laana. Hapo kwa sifa zingine hata anadharau ya Barcelona. Na amefaa gani huyu naye? Na yeye mwenyewe hana. Hiyo ndio ile pepo tunakemea. Sema fire. Kwani mmekasirika? Godipa. Bwana siku. Amen. Ukienda ushirika kwa mtu kada akisema keti chini keti. Amen. Hapo ni kwake. Hapo ndio penye Bwana amemfikisha. Hiyo kiti ndio chake. Wewe baki na friji zako, baki na kaskuka yako, baki na dining yako. Tumia ya huyo jinsi ilivyo. Tumika kwa nguvu. Wenye nguvu hawalalamiki. Wenye nguvu hawanung'uniki. Wenye nguvu hawasengeni. Wenye nguvu wanapenda jinsi kilivyo. Kikiwa kibaya anakipenda tu. Hata kama ako chini atamuinua. Kuna siku atakuwa pale juu. Ukiingia kwa wenyewe, kubali jinsi ilivyo. Godipa. Hello? Godipa. Hana kwanza kudharau.
matakwa yako ya ndani, achana na yeye. Maisha ya kwake inakuhusu nini? Wewe fika, peleka Mungu pale pale, malisha kupeana Mungu, toka nenda. Na kama wewe unatumika kwa nguvu, ukiona ana kitu fulani na uko nacho extra, Biblia inaruhusu bebe, ulete upe. Hiyo niko nayo, hata zingine zina haki wakabati. Tulikuuliza hiyo ni slogan nyingine nimewapea. Ni slogan mpya. Hiyo niko nayo wape, tulikuuliza. Godipa. Alafu kwa hapa unalia. Hakuna Mungu atashuka kwa watu tajiri. Unakosa adabu, unasengenya mpaka baba yako wa kiroho. Na huko hapo umetoa macho, nataka ubarikiwe. Ukimaliza masengenyo na prophet. Godipa. Ale jirani mwambie nakujua. Unafika mahali unaanza kusema neema siku hizi kwa hiyo chaji ilikwisha. Neema wewe ndio ulikwisha na masengenyo. Sisi bado tunasimama. Sisi bado tunaendelea. Kama unaendelea inua mikono, sema nasonga. Na utakubali kuiachilia, tunakuongezea shida juu ya ingine. Pole na Yesu, na Yesu, na Yesu, ndio wako la mshaka. Na Yesu, pole na Yesu, pole na Yesu, ndio wako la mshaka. Unashiba kanya, wewe wakanya, tuna kusoko. Kando na madharau. Ukiona jirani yako nasikia kutema, ambia Mungu kama yeye ndiye alikutuma utende ufanye. So hapo ni mama pesa ikabelele zitile. Hapo ususi. Ukipata tu slogan itawasaidia. Kawa mbele. Wala sio. Mama pasta, nani alikuuliza? Wewe. Sijui apostle, nani alikuuliza? Sijui Pastor Fred, nani alikuuliza? Maana kuna watu leo wako kwa hii madhabahu wangekuwa wanaendesha magari, lakini kawa wene. Ya wenyewe, stories za kwa nyumba ya wenyewe. Wanashinda wakidaifundi blessing zao. Karibu wanapata gari, inapita kando. Karibu wananunua shamba, inapita kando. Karibu inapita kando. Kwa sababu ya masengenyo. Yaani
Adama. Unaona yule Pastor Felix alikuwa ananitaka. Nani alikuuliza? Kuna mtu amekuuliza hiyo swali? Vijana hii. Vijana. Ustori kwa imagination mwache. Na tundoto kwa imagination. Na tunaona kwa ukora. Muna tumeki tukue reality. Kwa ajili ya imagination zako zenye hakuna. Pastor akicheka na mshirika unaona sasa. Ambia niliona maono. Nilikuwa mlimani. Nani alikuuliza? Wageni wamekuja leo. Ukiambiwa unajua mwambie nani alikuuliza. Haleluya. Godi pa. Najua kuna kule tunakuwa na spirit tumetuma. Wakati mgeni ameinua mkono hivyo. Nisema unatoka wapi? Amen. Mgeni anaona hapa kuna upendo. Wakati anafungua roho na anamwaga ndani sumu pap na anafunika. Anapiwa ni mtakatifu. Kuna mtu amevunja wapi mioyo wako nyumbani. Yes. Lakini yeye ako kanisani. Kuna mtu ameharibia watu network. Yes. Lakini ako kanisani. Wakiimba Barcelona imbako ile holy. You are holy. King of kings. Na anajua hayuko holy. Hello. Iseme niachie hapo. Sema. Najua kuna watu hata nisalimia. Unajua tukijina tumengoja sema si niliwaambia hapa apostle alimtuma. Alimtuma tusieke kabisa. Tutakutana leo. Yes. Tumekuwa na matanga nikakula shughuli ya kikazi. Hatujaonana mahali. Amenipigia tu simu akaniambia wewe ndio uko kwa nyumba kesho na akapata simu. Bora papa, bora. Bwana sio. Amen. Lakini huyo msamboya kwao. Bamurumile. Yeah. My friend. Wacha nikuambie. Alichokibariki Bwana. Hata ukilaani, hata ukitolesha data, hata ufanye nini, kitaendelea. Wacha nikupee dawa. Ule anasema nimeenda kufunga na kutoa ng'ombe JCC anguke. Pastor Lona nisomee Numbers 23. Wacha nikufunze kitu. Kaa chini, leo tunaenda pole. Nashukuru Mungu maana sijasikia mahali wakisema Karagawa inakutana na hata kiongozi wao wote hawako. Najua Bwana tengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Sema najua kama unaona tu Bwana anakutengenezea njia, unaona tu mkono hivyo kumwomba ukisema najua tengeneza uso. Verse 1.
Maandiko inasema Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7, na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki akafuata sheria akafanya. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja ya kila madhabahu. Kwa kila madhabahu. Hizo ni ya kutoa, nataka ushinde hapo. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako. Sasa hii sadaka yako, simama karibu na nami nitakwenda. Labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalo nionyesha nitakwambia. Labda Bwana atakuja na chochote ataniambia, nitakuja nikwambie. Akaenda. Wacha nikuelezee kidogo, shikilia hapo kidogo. Reason ya hii madhabahu ilikuwa ni Balaki anataka Israeli ilaaniwe. Yes. Reason ya kutoa ng'ombe 7 waume na kondoo 7 waume ni kwa sababu Israeli walaaniwe waishe kwa nchi. Yes. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Akapanda. Balaamu alikuwa mchawi. Ukisoma kuanzia huko juu, alikuwa mchawi, lakini sasa ameitwa alaani Israeli. Lakini anaamua kukutana na nani? Mungu. Mungu akakutana na Balaamu. Mungu hakuchelewa. Mungu akionanga sadaka anakujaga mbio. Wacha nikwambie leo, Mungu akiona dhabihu achelewani. Hata kama amelala anakujaga. Hata kama amepumzika anakuja. Aliposikia story ya ng'ombe 7 na kondoo 7 alikuja. Alafu naye Balaamu akamwambia, Mungu, nimetengeneza madhabahu 7. Soma tu mbio. Nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga milima ya mashariki, njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimlaani aje yeye ambaye Mungu hakumlaani? Na hiyo sadaka ya laana itabadilika baraka kwa Yakobo. Amen. Utaenda mlimani kwa nguvu zako na ng'ombe zako. Kulaani JCC, kulaani aliyebarikiwa. Hizo sadaka zote zitachanganywa na zake, zitakuwa baraka kwake. Ninakuambia pia kukudanganya. Bariki aliyebarikiwa. Bariki aliyebarikiwa. Inua aliyebarikiwa. Support aliyebarikiwa. Ili baraka ishuke kwa maisha yako. Amen. Sasa jibu ya wale wanatetemeka na waganga na jua umekuja, aposta waombeji wanawanyang'anya waume, sadaka zao zinabadilika kuwa sehemu. Amen. Usihangaike na mwenye anatoa ng'ombe. Wakati amemaliza unaenda na mbuzi unachanganya na zake kubwa kubwa. Unamwambia Bwana, nimeleta sadaka, naomba unibariki. Bwana anakuambia hata Anthony alileta sadaka fulani, lakini yote ni ya kukubariki. Amen. Maisikia kweli? Hiyo ni mpya. Bwana sio. Amen. Sasa wewe mwenye tabia za kuenda kufungia watu anga, nafunga anga. Mlimani nafunga anga. Siku 10, 21, my friend, tuko hatuendi. Amen. Wenye hiyo ndoa ako
nguvu zako zote mtumikie Bwana. Amen. Amen. Sasa hata ule alikuwa amenikasirikia. Ambia pole. Na yule alikuwa amekukasirikia, mwambie pole. Na yule alikuwa amekasirikia utiwepe church, tunamwambia pole. Kuna watu Roho Mungu ananiambia wangekuwa mbali leo hii. Leo hii wangekuwa wameenda mbali. Lakini kwa sababu unajua nimefanya wako pale pale. Yaani seti ya kutoka kwa 6 uende kwa ile ingine inaitwa. Kutoka kwa 6 unaenda kwa wale wenye tunaishi nyumba za 1 bedroom. Wala sio. Badala ya kutoka kwa hiyo 6 yenye iko na self contained, hata kama ni 6 lakini iko na mahali pa self contained pa kujiachilia utoki nje. Sema fara. Lakini unajua Apostle, unajua Pastor Fred imefanya walitoka kwa hiyo ya self wamerudi nyuma. Wanaenda wakirudi. Kanisa siku hizi neema ikufunga hiyo, unajua ile tunia, unajua ukifunga na ukase na ufanye setting, mdomo wako useme baba yetu ni mzuri, Pastor Fred ni mzuri, kanisa letu ni mzuri, waimbaji wetu ni wazuri, utaenda mbali. Amen. Uko ndio hapo mashtaka Pastor. Unaona hata hapo kanaimba kanashuka stahili. Nilikutana nako mahali, jua alikuwa anapita tu karibu na restaurant. Nikasuku akitoka utaimba wewe. Bwana asifiwe. Amen. Wachana na masengenyo. Amen. Tusonge tubarikiwe. Amen. Toka hiyo bedroom to 1 bedroom. To 1 bedroom to 2 bedroom. Toka hapo ingia kwa shamba lako. Kwa kutakia wenzako mema. Amen. Kuangalia upaya wa mwenzako. Angalia wema. Mtendee mwenzako wema. Muonee wema. Akiendelea msimamishe. Mpanguze vumbi. Kisha mwambie tuendelee na safari. Twende. Wakati unapanguza mwenzako vumbi, ili watu wasione hiyo vumbi, utaenda mbali. Amen. Amen. Nasikia mama, kati unaona huyo wa nyuma amekosea, si lazima uambie huyu. Fika umwambie panguza vumbi. Hii ni mbaya. Hii haitii moyo. Hii si ya Mungu. Naomba dada ukitoka hapa, nikuombe urekebishe. Mtu yeyote asijue maneno ili tusonge twende mbinguni. Amen. Hiyo siri ibaki na wewe na yeye. Na kuambia kuna baraka juu yako kuliko yeye. Amen. Unawazia wenzako mema. Akiho, nimekuta, nimeona, Amen. Go deeper. Basta hiyo mambo ni rafa. Kuangalia mwenzake ama vile tuliokuwa tunaongea, Pastor alipita karibu hata alisikia. Bwana siku Pastor ndio alipita na hiyo pikipiki yake akasikia. Bwana siku. Amen. Na kuambia hivi, neno lichapo likuwe lako, rekebisha, funguka. Ndio maana tunakuja kuhubiri. Tunahubiria wale hawajui njia, waone njia na waendelee. Na mkishika hili neno, leo ni 25th
na watangazia before the end of year. Kuna watu watakuwa na shamba, kuna watu watakuwa wamejenga, kuna watu watakuwa na biashara, kuna watu watakuwa na kazi, kuna watu watakuwa na support wenzao, kwa sababu wamesikia neno, wakakubaliana na neno, na sasa ni baraka inayofuata, ni baraka iko juu yao, ni baraka iko kwa kazi yao. Wasia mwenzako mema, mtendee mema, ficha uchi wake, usitangaze, sifanye ukuona. Yona Hamu alipoona alitoka kicheko. Na kwa kawaida watu wengi wanaona uchi wa wenzao huwa wanacheka. Ukweli ama uongo? Sasa pita hapo mwenda simu aka hapo. Ametoa nguo na sasa pata mtu wa uganga wanamuosha hapo kaoshi. Unataka uone kabisa, my friend. Mama mwenzako siwe pia ni mama, unataka kuona nini? Si pita enda. Mwanaume mwenzako siwe pia mwanaume, pita enda. Lakini kwa sababu ya spirit ya hamu inakulazimisha tu. Baba yako hapo huko anajaribu kungangana uje petu. Sasa ume baba fungua. Na uongo tangi mzima. Unajua kuna mtu anaweza tengeneza uongo ikakuwa mpya. Baba mwenye anaambia kaona ni ukweli. Vilalieleza ni ukweli kabisa. Lakini ukitaka kujua ni uongo, kesho kutana naye muulize hiyo story, hata ajua alianzia wapi. Ukweli ama uongo? Bwana asifiwe. Amen. Usipende uongo. Pastor Ronald alikuwa kwa YouTube. Katana na roho ya uongo. Wacha kudanganya peupe. Waka ile sababu alright. Sasa hizi inasema telemuko na wamekuna umekaa silitamu. Alright. Sasa telemuko nani? Katana roho ya uongo. Tumika kwa Bwana na nguvu zako zote. Kwa kusema ukweli. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Topic is your kuhusu. Toka ndani. Yesu makofi mazuri papa. Kuna ndugu mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi mahali. Na nikaanza na topic fulani. Alinifurahisha sana, akaniambia naona hata wakaanza sitaka elewa hata. Sasa hati la hota. Naona kaeleza kabisa. Bwana asifiwe. Yaani hiyo story hata ueleza aje sitaielewa. Jua inihusu, so iachie wapi? Hapo. Mwana mzuri ni ule ambaye anaitwa Efati. Wakati umeona mwenzako au baba yako yuko uchi, chukua blanketi, kinyume nyume, moja, mbili, usiambie jirani, usipige simu kwa WhatsApp, usipige picha utume, bana sio, kisha baadaye peana. Na ukitaka kujua hili ukweli, angalia watu wote hii town, wenye wanachomanga wezi, wenye wanapiganga wezi, wenye wanauanga na ongelea kuua. Wanasikia. Yaani hata wakisema huyu mwizi amepewa kitabu na drive na amechonga hata kama ni mwizi. Angalia maisha yake vile yanakaa. Yaani wewe mtu amekuwa mtu. Hata kama ni mwizi, wewe maisha yako huwa yanakuwa ya ubaya. Utaishi maisha mazito. Itasema na mtu mwenye anaongelea uchi kwa baba yake au mama yake. Unaona huyo mtoto kila mara mwenye analalamika kuhusu mama. Oh, mama anapenda tu Stella. Stella tu ndiye anakula na kunywa. Huyo mtoto hakuna mahali anaendaga. Lakini huyo mtoto mwenye anaheshimu mama, hataona amemtendea huyo mwingine mema, halalamiki, kuna mahali Mungu anampeleka. Kuanzia leo nataka tutubu leo. Ambia jirani, najua ulisema hata wamepa mbuzi mwenwa. Emmanuel. Kuanzia leo yale hayakuhusu
Uliza mtu nimekuuliza. Alafu maliza na yako wenyewe, achana na twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu. Nataka kuanzia leo, kuanzia kesho, kuwa Mkristo halisi. Amen. Focus kwa kile kimekuleta church. Amen. Kuja kwa ajili ya Mungu. Amen. Hayo mengine achana nayo. Pastor alikula nini, alikunywa nini, alala wapi, alitokea wapi, haya kuhusu, wachana nayo. Kama unataka kujua alikula nini, beba umuletee. Ukitaka kujua baba yako alikula nini, beba umuletee. Kesho elezea watu jana alikula chapati. Maana ukashua umuletee unga jana. Yes. Inua mikono, pigia Yesu makofi mazuri. Tukifanya hivyo tuna matajiri kwa nyumba. Amen. Watoto wetu wanaenda ng'ambo. Amen. Watoto wetu wanafaulu, wana graduate. Hata bila pesa utasomesha mtoto atafaulu. Hao ndio watakuwa wabunge, women rep, governor, senators, madaktari, lawyers, judge wa hii nchi. Amen. Kwa kujua chenye kimetuleta church. Amen. Ndio unapata Mkristo halisi mwenye hana adabu anakutana na mtu mwenye si wa church yake, wanaanza kushare mambo ya kanisa yao na huyu mkeji, na huyu mkeji atakuambia ya kwao, lakini umetoa mkimbia na sasa Sharon huyu mwingine wa preservation. Unaona Kristo sasa tumia tu akili, acha kuuliza. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ya nyumba yenu, waimbaji sema amen. Amen. Achia kwa nyumba. Hata unaona nakutika moyo ni nini? Acha leo mseme tu kweli. Hii kanisa mzuri wanamelemeta hivi. Wanafuja sometimes waimbaji. Tuye si mwimbaji. Wewe ukikuja hapa, acha waimbaji wafanye kazi yao. Wewe concentrate na kazi yako. Ile imekutoa nyumbani umefika hapa. Ukimaliza, ukisikia nao place, shika njia. Enda nyumbani na baraka zile baba yako aturana achilie juu yako. Amen. Hata ukikuta mtu kwa barabara usimwongeleshe mengi. Maintain anointing na blessing ambayo anaachilia ndani mwako. We will go far. Amen. We will go far. Amen. Keep the secret. You will go far. Amen. Mambo ya kwa nyumba yako ni yako. Wachana nayo kueleza. Ulichunwa, ulipigwa kofi, ulipigwa ngumi. Hiyo ni yako na Bwana yako. Wachana nayo kuelezea sisi. Hallelujah. Maana unaona watu wengi leo wananyang'anywa wake zao, wananyang'anywa waume zao kwa sababu ya kutoa siri ya kwao. Hawajakuuliza unaanza kile. Leo babu yake alikuja na shopping ya 50,000, imagine. Ona tarajia huyo mwenye alilalia maji afikirie nini? Halafu kesho nakuja pastor niombee mchirani ananyang'anya Bwana. Nani mwenye shida? Sukule chapati yako pole pole. Mayai yako kaanga pole pole. Sema amen. Amen. Utakatifu unaanzia pale. Ukijua kuweka siri yako, utaenda mbali. Amen. Usitarajie ati tukigombana na mama mke wangu yule nakuja kuelezea. Ngoja sana. Hallelujah. Hata utasikia tukipiga story tukidiscuss about my wife. Hata Shaki anajua. Bwana sifiwe. Amen. Hata nikuwe kwa studio, nimeshika wimbo ya mtu imeshika. Ya kwangu na mke wangu ni yetu. Amen. Ya studio ni ya studio. Ukimaintain hiyo secret yako utaenda mbali. Amen.
Lakini ukitoa siri, unasikia Biblia inasema na mke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake. Nafika mahali unaanza imagination zenye hakuna. Wewe unajua uwezo wenu inafika kwa ugali na mayai. Naanza imagination ya samaki 1000. Utatoka wewe batie mzee wa kukupea samaki 1000. Hiyo injili iko sawa kweli? Iko sawa, ngodipa. Saidika wewe iko sawa mikono juu. Unaona tu, amen, wapigie makofi hapa. Bwana siwe. Kuanzia leo hii ni nyumba yetu. We are now one family. Yes. Mambo ya kwetu ya baki kwetu. Mgeni akija kama huyu, wacha kuja shikanishie network wiki 2 months huko mbele. Amen. Ajue hii nyumba inaendaje, lakini asifike akiwa amejua. Hallelujah. Alafu ya mwisho, kama una kazi ya kukaribisha wageni, toka huko. Godipa. Wageni wana kiongozi wao. Yes. Atasema tukutane na wageni. Wamase nyumene kimbele mbele. Ai nani kujeni huku. Barasiku. Kisicho kuhusu achana nacho. Hallelujah. Hakuna mtu amegomba historia ya kanisa yenu. Lazima unajua sisi tulikuwa sawa. Tulikuwa tumefurika. Ikatokea nani alikuuliza hiyo? Si tumejaa? Najua kuna mtu achelewa, ile tulitoka ndani ilikuwa ndogo. Yes. Kuna mtu yule network hajawahi shika mpaka leo. Yaani mpaka leo hajawahi jua. Ama nadanganya? Ile tulitoka ndani ilikuwa inafika tuma. Kuna mtu atajua lini ongezeka huko. Hallelujah. Hata baada anaambia kwa watu siku watu walisha kanisa. Hata kutunga kuna vitu kilikuwa zinasimamisha huko pamoja. Niseme ama nadanganya? Come on. Huko kulikuwa nasimamisha viti kwa kona. Yes. Hasina nafasi ya kuweka watu na kuweka viti. Yes. Sasa amesahau, anafika asema siku hizi watu ni hawa tu. Ni nyumba ndio kubwa. Kama neema waongezeke tuta. Wacha kuimagination vitu andiko. Bwana siwe. Amen. Watu wetu nadanganya kweli. Kweli tulikuwa tunaweka lakini kuna mtu hajawahi kuvuka hiyo. Watu wametushika na hizi viti siku hizi. Hizi ndio tulikuwa tunasimamisha kwa bora. Amen. Acha niseme, utaelewa. Acha niseme, utaelewa. Acha niseme, leo mwenye ulikuwa hujelewa nimekukumbusha. Viti tulikuwa tunasimamisha kwa kona. So umefika hapa, omba Mungu watu wakuje wajae. Amen. Hiyo tulikuwa tumeunganisha mabati mbili. Hivi 1 2. Hii ya katikati ya hiyo. Hallelujah. Nataka uelewe hivyo. Hii ya katikati. Uliona kweli? Sasa ndio hiyo viti imepata nafasi. Amen. Alafu urefu ilikuwa 80. Hii ni 110. Hallelujah. Sasa kama kuna nyosi. Na mwembe. Bwana mcha please. Bwana siwe. Amen. Ukienda mahali enda na wewe. Ukienda imepanuka tafuta watu wajae. Wacha maneno. Bwana mtu akaniambia na kanisa yetu siku hizi imeisha. Mlololi mupe ngofi. Lakini naona nani? Kuna watu wanakosa hekima. Bwana siwe. Basi sisi kama kila mtu mimi naona mwenye alikuwa huko alikuwa huyu alikuwa
Wao ni wageni wamekuja, huyu alikuwa. Sasa wewe ni nani unataka akuje mwenye alienda? Hebu niambie mwenye alienda mwenye hakuwa. Bwana watoto ndio hawa wako. In fact tumeongezeka. Wageni kwa mikono. Wala hawakuwa huko, inua mikono. Wala hawakuwa ile holi nyingine tulitoka, inua mikono juu. Unaona tumeongezeka. Yes. Bwana tu. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Kuanzia leo ya kwetu ni ya kwetu. Baada wa kuhesabu watu, hiyo si idara yako, toka ndani. Idara ya waimbaji iko na Pastor Londa, wewe toka. Idara ya matangazo ni ya Pastor, wewe toka. Haleluya. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ukielewa position yako kwa nyumba, kwa familia yenu, utaishi vizuri. Amen. Ukishika tu position yako utaishi vizuri. Utabarikiwa, utaongezeka, utaitwa mbarikiwa. Lakini ukikose kujielewa, utakuwa kama Esau. Utauza mpaka urithi yako. Alafu acha kulaumu. Sawa, Yakobo alinitangulia, na ni wewe uliuza. Hapa kwa Biblia. Hiyo ingine tumalizie saa 9, maana tuko saa 9. So hiyo ingine tumalizie saa 9. Si ni sawa? Alafu anasema ibada ya deliverance watapatikana. Tumerudi tuko. Sema amen. Amen. Sasa hatutaki mambo ya ABCD. Mwambie tumerudi. Saa 9 tunakutana hapa, tunasanya mapepo zote zinazokusumbua, zinaenda na wewe unakuwa huru kwa jina la Yesu. Amen. So saa 9 tuko hapa, waimbaji na waombea. Kuanzia leo, kesha, kila ibada patikana. Fanya kwa bidii, utamwona Mungu. Usikumbushwe, fanya kwa bidii. Kama ni watoto, hata pastor na mtoto, fanya kwa bidii, utabarikiwa. Inua mikono yako juu. Nataka tutumie dakika 10 kuambia Bwana tusamehe, maana tumekosea, tumefanya mambo yasiyo ya kweli, tumenyosha vidole kwa watumishi wa Mungu, tumediscuss nyumba ya mtumishi. Inua tu sauti yako, hata usingoje wimbo. Mwambie tu Baba nisamehe. Nataka nione watu wakilia, maana hiyo roho ikitoka ndani mwako, kuanzia leo utaitembarikiwa. Kuanzia leo kuna baraka na mibaraka zitakufuata. Hata kama inawezekana kupiga magoti, piga magoti, mwambie Bwana, nimenizuia kusonga, nimenizuia kufaulu. Najua kuanzia sasa kuna mtu atasamehewa. Omba kwa sauti yako, omba kwa sauti yako, mwambie Baba nisamehe, nisamehe Yesu, nimekosa, nimeongea kinyume juu ya mtumishi, nimeongea kinyume juu ya apostol, juu ya kanisa langu, juu ya washirika wenzangu, juu ya waimbaji, juu ya kibodisa, nimeongea kinyume. Na tubu Bwana ukanisamehe, ukanitakaze. Kuanzia leo nitatumika kwa nguvu kama Yakobo, nitatumika. Nisamehe nitumike, nisamehe nitumike. Kwa madhabahu haya nahitaji baraka, nahitaji neema, neema ya madhabahu, nguvu ya madhabahu, nguvu ya Baba ambaye ametubeba kwa madhabahu. Ikatujae sasa, ikatujae sasa, ikatujae sasa katika jina la Yesu. Baba, samehe watu wako, tumekosa, tuliteka, tulinua kiburi, tulinua majivuno, tunatubu leo. Bwana tumerudi, tunatubu miguuni pako, ukatusamehe, ukatutakaze katika jina la Yesu. Wacha watu wako wakuone, wacha watu wako wakuone, watu wako wabarikiwe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ukisikia tuko pale nyuma, kuna mtu ulimwongelea, lazima iwe pastor,
Unaweza kuwa uliongea tu kinyume cha mtu hata si wa hapa, na unahisi tangu hiyo siku kuna milango yako imefunguka. Watu wote funga macho, watu wote funga macho na usifungue macho. Wale wenye unasikia tunataka mwambie Bwana nisamehe. Hata uenda ulifanya na hukujua ulifanya, lakini umesikia tu leo unataka msamaha wa Bwana. Maana Bwana anasema wale wote wanaonipenda ni wa kuvunjika. Yule ambaye atavunjika kwa madhabahu ataenda mbali. Alafu pia kama umekuwa ukitumika na ulegevu, unatumika hauna nguvu, wewe ni asha, unaforsiwa kufanya kazi yako, wewe ni mwimbaji, unaforsiwa. Na leo unasikia hili neno, unataka mibaraka ikufuate, unataka kutubu mbele za Bwana, wewe tu hapa mbele ni kuombe. Na kuanzia leo utatumika kwa level nyingine. Maana pia kwa kumkomea Bwana inafanya usiinuliwe. Kimbia tu hapa kama ulikoma, ukasema kama ni hizo sitatumika tena, sitaimba tena, sitakuwa kiongozi tena, sitakuwa mama kanisa tena, sitafanya opposition tena. Yaani ulikasirika, kimbia hapa. Maana Bwana anaenda kukuanzishia mwanzo mpya, mwanzo wa baraka zako, mwanzo wa neema yako. Maana kuanzia leo baada ya hii utatumika, na kupitia hicho kipawa kuna baraka zitakushukia, magari yatakushukia, fedha zitakuleta, utakuwa mtu wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Kimbia tu.